sahau sijui vine hivi shanifahamu. Kwa maana Zuu akanitumia pesa 2.5 ni wachambe hawa huko, wanaambia usije ukatuchamba wewe, tutadhalilika, sisi ndo tulokusaidia, sisi ndo tulokufanya mpaka umefika hapo. Umenielewa? Sijui sikuwachamba, sikufanya kitu chochote. Ile pesa mimi nikafanyaje? Nikala, na huyo Zuu nikambloki kama walivyoniambia nifanye, na mimi nimefanya kwa sababu nimeweka heshima yangu kwao. So wamenisaidia, wamesema nikaweka hiyo heshima ya kwa wao, wamefanyaje? Wamenisaidia. Umenielewa? Sijui Kwa hiyo hiyo pesa ya Zuu nimeila, sikuchamba, sikufanya chochote. Kesi inaendelea. Baada ya kukaa pale Nairobi, yule kijana alichokifanya labda nikisimulie. Mimi Nairobi niliteseka, sikujua, sikupata msaada wowote. Baada ya kuniambia wale watu Angels watanirejesha Tanzania, siku ambayo wamenipigia simu wale watu wa Angels, tunakuja kukukabidhi nauli na pesa zako zitakazokusaidia huko Tanzania, urudi zako Tanzania. Walivyokuja akaniambia, pesa zako hizi hapa, urudi Tanzania kesho, hapa ndo kodi ishamaliza. Je, utarudi mwenyewe ama tukupe mtu urudi naye? Nikawaambia wale watu nitarudi mwenyewe. Kama utarudi mwenyewe basi malizia usiku wa leo, kesho urudi zako Tanzania. Ndio. Ile siku ambayo wameniachia wale nirudi Tanzania, ndo kandanda sasa. Kule nilikuwa nasubiri majibu ya safari, ambayo pesa zile $2,000 ambazo nimezitoa, umenifahamu? Na nilikuwa nikiongea na Richard Adoi pamoja na yule mtu ambaye amemleta Richard Adoi, umenifahamu, Kongomani, mimi simjui jina lake. Nikawa nikiwasiliana nao sipati majibu. Yule kijana akawa ananishauri, turudi Tanzania. Nikamwambia sawa, tutarudi Tanzania. Siku alionishauri hivyo kwa nirudi Tanzania, aliniletea polisi yule kijana, polisi wa Kenya. Kumbe kulikuwa kushapangwa mipango hapo, umenielewa? Sijui polisi wa Kenya walipofika, mlango amegonga, nilikuwa ndani niko peke yangu, yule kijana yuko nje. Ghafla namuona polisi chungu nzima, polisi kama 8, polisi mwanamke mmoja, wamekuja na bunduki, wamekuja na pingu, pamoja na yule kijana pia naye kaja. Sasa mimi kwa sijaelewa kitu. Vipi? Kwani nauliza kuna tatizo gani? Wewe unauza bangi humo, unauza unga, kaa chini, uko chini ya ulinzi. Kaekwa ukumbini. Kwa ukumbini sasa wale wakaingia chumbani, wakasema wana search. Umenielewa? Sijui wana search kama kuna bangi ama kuna unga ama kuna kitu chochote kibaya. Nikamwambia mimi hata sigara sivuti. Kumbe ule ni mchongo tayari umeshapangwa. Yule kijana alikuwa kashaambia huyu pesa, ana pesa nyingi ziko kwenye begi. Umenifahamu? Kumbe ile kusachi yao wakazimaliza zile pesa zote, wakazichukua. Sio, umenisoma? Ndio. Polisi walivyochukua zile pesa zote, mimi sikushtuka. Wakanichukua mimi mpaka kituo cha Nairobi. Kufika kituoni nikauliza kwani kuna shida gani? Wakaanza kuniambia, wewe umekuja hapa kwa sababu ya uhanisi wako, umefukuzwa huko Tanzania, umekimbilia huku. Na huko hatukutaki, unataka urudi huko Tanzania. Nikamwambia kama na shida yenu nirudi basi niacheni nirudi. Wakaniachia, wakaniambia tunakupa masaa 24 ushaondoka. Narudi kwangu. Ndio. Nakuja kuangalia begi, hamna pesa hata shilingi 100. Yaani zote ama nilizimia. Zote wamezichukua. Ile wale polisi walivyokuja, yani ile babasachi walioifanya, kumbe wamechukua zile pesa, na ule mchongo ulikuwa ushapangwa na yule kijana. Umenielewa? Sijui ulikuja ukajua ni kijana alipanga mwenyewe ama kuna mtu ambaye alimsaidia yule kijana kupanga mchongo wote. Subiri ndio tunaendelea na hiyo story. Sawa. Tunaendelea na hiyo story. Sawa. Mimi sikujua, nilichanganyikiwa, nilizimia. Akantia maji nikaja juu. Kaniambia mama, hapa cha kufanya, mimi pesa nazo. Ile kijana akasema yeye pesa nazo. Kwa hiyo akaenda kukata tiketi turudi wapi? Tanzania. Ndio. Tunafika Tanzania, tukafikia Magomeni. Usiku kuna hoteli moja, sijui si hoteli gani, tukafikia hoteli, tukachukua vyumba viwili, kimoja chake kimoja changu. Mimi nimechanganyikiwa, sielewi. Wakati naenda kuoga, simu nimeiacha kwenye kitanda. Naenda kukoga, natoka kukoga sasa. Yule kijana ambaye kapanga naye na Richard Adoi pamoja na wale polisi, sijui mapolisi wa kweli au polisi wangu, mimi sijui. Wakanifuadia zile voice zao ambazo walikuwa wakifanyaje? Wakipanga hizo issue za kuniibia pesa. Nadhani
wamekoseana nadhani katika kugawana sijui zile pesa. Kwa hiyo wakatoa zile siri za yule kijana, wakatumia voice za yule kijana. Nilizimia, wallahi nilizimia. Wakati ninakuja juu namtumia message, kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Fizo, nikamtumia message nikamwambia Fizo, nimechanganyikiwa, niko hoteli hapa inaitwa Magomeni, sijui hoteli gani. Akaniambia mama usijali, subiri, namtuma ndugu yangu apata kuja ambaye anaitwa Abdul Hakim, akaja akanichukua. Kuja kunichukua nikakaa kwa Kimu, mimi sikukaa tena pale hoteli, na yule kijana akakimbia pale hoteli. Kumbe baada ya kujua ile siri imeshafichuka, mimi nikasema hata sikubali, wacha nirudi zangu Kenya. Nikatafuta pesa nikarudi tena Kenya, nikaifikia nyumba ile ile, nikakodi ile nyumba, nikatafuta zile taratibu, nikakodi nyumba ile ile. Itabidi niende zangu kituoni Nairobi kwenda kuweka report. Nikaweka report kituo cha Nairobi. Baada ya kuweka report wakanipa arabi. Baada ya kunipa arabi wakaniambia namba zake unazo? Nazo. Ikatrakiwa ile namba, akaambiwa huyu mtu mbona hayuko Kenya? Umenifahamu? Huyu mtu kijana ambaye ameiba hizo pesa mbona hayupo Kenya? Nikaja nikamuuliza Shama huyu Bakari yuko wapi? Akaniambia Bakari yuko wapi? Burundi. Mimi nina rafiki yangu ambaye yuko Burundi. Nikamwambia nipe namba ya Burundi ambayo anatumia huko. Akanipa Shama namba ya huyo Bakari ambaye yuko Burundi. Nikazungumza na rafiki yangu ambaye yuko Burundi. Nikamwambia bwana, kuna 1 2 3 nimetapeliwa, kuna mtu amekimbilia huko, unaweza ukanisaidia? Akaniambia mama, unaweza nikakusaidia. Na kweli yule rafiki yangu akanisaidia. Akaniambia mama, lete hiyo namba ikapelekwa kituoni. Ilipofika kule wenzetu wanaweza kaisearch namba akajua mahala mtu alipo. Umenifahamu? Yeah. Namba iliposachiwa akajulikana mahala alipo ni kijana. Lakini sasa hakai sehemu moja akatulia, kwa sababu si mtu mwizi, unamjua alipo mtu mwizi unamjua alipo, anakimbilia huko. Hakai sehemu moja akatulia. Hakai sehemu moja akatulia. Kwa hiyo wale askari wakaichukua ile namba, wakaangalia usajili wake. Kuangalia usajili wake, wakaifuata mpaka yule mtu ambaye amesajili ile line, wamefuata mpaka ndani mwake, ambaye ni rafiki yake ambaye ndio alomsajilia hiyo line. Ile rafiki yake akapigwa, akaambiwa tunamtaka huyu mtu, yuko wapi? Akasema hapa, kaja wiki 2 tu, kaja kunisalimia mimi, amesharudi zake Kenya. Umenielewa sijui Wakati anarudi Kenya mimi huko tena nikawa sina tena pesa za kuishi pale. Nikampigia simu Lady Na, nikamwambia Lady Na bwana, nikaanza kumhadisia, maki Lady Na pia naye alikuwa hayajui. Nikaanza kumhadisia yale ambayo yamenitokezea mimi. Sina hata 100, Lady Na nisaidie nauli nirudi Tanzania. Lady Na kweli akanitumia nauli, nikarudi zangu Tanzania, nikaanza maisha yangu alifu kwa ujiti. Umenielewa sijui? Pesa ya kodi alonitumia ni mama yangu mzazi, na kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Bella ndo alonitumia pesa. Nikapanga chumba cha shilingi 20,000 sijui 15, nikaanza maisha yangu hapo, nalala chini. Sijui tumeelewana? Kwa hiyo yule kijana sipajui tena alipo. Umenifahamu? Anayepajua alipo ni Shama na Shula. Nikamwambia Shama na Shula, yule kijana mkumbukeni kwa nimefanya naye video. Umenifahamu? Si ukitaka kusafiri ili aonyeshe kwa yule ni mtu wangu, itabidi wazungu wanataka ule uthibitisho. Nimefanya naye video, nimepiga picha naye mbaya ambayo hazistahiki zikionekana kwenye jamii ama familia yake ikiona. Mimi sijali, wala familia yangu mimi haijali, kwa sababu ishanijua mimi ni mtu wa design gani. Lakini kuna yeye yule kijana. Nikamwambia Shama na Shula, mwambieni yule kijana arejeshe pesa zangu kabla sijamdhalilisha.